Kama kuna kitu kikubwa sana ambacho kinatesa wafanyabiashara wengi wanaoanza kufanya matangazo kwenye hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook, basi ni expectation ambazo huwa wanakuwa nazo, yaani matarajio ambayo huwa wanayo kuhusu matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Wanaamini kwamba ndakuja ndaseti tangazo litaondoka, ndapata wateja, nitaendelea kufanya biashara vizuri. Ni miongoni mwa mindset ambayo binafsi mwenyewe imewahi kunitesa sana, lakini pia watu wengi sana naona pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawatesa sana. Unatakiwa kuwa na mtazamo gani kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram? Unatakiwa kuwa na mtazamo upi ambao ni sahihi wakati wa kufanya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram? Sasa episode ya siku ya leo nikakuelekeze kwa experience yangu jinsi gani ambavyo unaweza ukaseti expectation au matarajio kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Vitu gani ambavyo unatakiwa kuvizingatia ili uweze kupata matokeo ambayo yatakuwa ni bora zaidi na ukapata nafasi nzuri ya kuendelea kufanya biashara katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kujua ni kwamba matangazo hayatofiksi product mbaya. Wanasema ads don't fix bad products. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuelewa. Kama product yako kwenye mazingira ya physical tu imeshindwa kuuza vizuri kwa kigezo cha ubora wa bidhaa, hata ukileta katika matangazo ya Facebook pamoja na Instagram inaweza kuwa ni yale yale. Yaani usije uka expect hivyo kwamba okay, mimi nikileta matangazo yangu huku basi nitakuwa na nafasi nzuri sana ya kuuza product hata kama product yangu ni mbaya. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kama product yako ni mbaya, haiwezi ikafanya vizuri kwenye matangazo ya Facebook, kwa sababu matangazo ya Facebook hayafiksi bidhaa ikiwa mbaya. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukielewa. Lakini pia kitu kingine ambacho unatakiwa kukielewa vizuri sana kuhusiana na matangazo haya ya Facebook pamoja na Instagram ni kwamba inachukua muda kwa ajili ya kutesti, kujifunza, lakini pia kujiboresha katika matangazo ambayo unayafanya. Kwa hiyo usije ukaona mbona nafanya matangazo lakini hanilipi. Jifunze kupitia hicho unachokifanya ambacho hakikulipi, ni sehemu gani unakosea, and then jaribu tena kwa namna ambayo unahisi inaweza kawa ni sahihi, and then take time to improve, na utakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kujifunza na ukapata matokeo ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Lakini pia mindset nyingine ambayo naweza nikakushauri wewe ambaye unataka kufanya biashara au wewe ambaye unafanya biashara katika mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho pia ni kwamba lazima pia utarajie kwamba for the first time kuna uwezekano wa kuweza kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mabaya. Lakini pia the more unavyoendelea ndivyo hivyo the more ambavyo utakuwa unajiboresha, unapojifunza vitu vingi, na mwisho wa siku utakuja kuwa ni mtu ambaye unafanya matangazo yako ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo expect to lose for the first time, and then utaendelea pia utakuja utapata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Na kitu kingine pia ambacho unatakiwa kukielewa vizuri kuhusu matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, kuna metrics maalum ambazo unatakiwa kufocus nazo badala ya kufocus na kila kitu. Kwa mfano, metrics za cost ambayo unaitumia kwa ajili ya kupata mteja mmoja, badala ya kufocus na metrics nyingine kama hizo za CPC na vitu vingine. Hakikisha una focus na zile metrics ambazo zina uwezo wa kukupa matokeo ambayo ni bora zaidi. Lakini pia kitu cha mwisho ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba matokeo ama ukuaji wa biashara yako katika mitandao ya Facebook pamoja na Instagram ni sawasawa na data kujumlisha decision ambayo unaiteke, sio bahati. Data ambazo unazipata ukizisoma vizuri na ukazielewa vizuri ukazifanyia decision, ndio hapo ambapo tunasema unakuja kupata matokeo ambayo ni bora zaidi. Hakuna uchawi, hakuna ndumba, hakuna bahati. Hivyo ndivyo matangazo ya Facebook pamoja na Instagram yanavyofanya kazi. Kwa hiyo kwa namna yote ile hakikisha kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye. Lakini pia usisahau kuachia comment yako, ni kitu gani ambacho umejifunza, lakini pia kipi ambacho unawishi kujifunza kupitia episode za podcast hii, nami nitafanya hivyo.